Tuachane na Baba Levo ambaye ni mheshimiwa mbunge. Naomba tumtumie Baba Levo ambaye ni mtoto wa Diamond Platnumz, ni mtoto wa Zuchu. Hali ikoje kwenye familia? Mbona naona kuna mambo mengi kwenye mitandao ya kijamii? Zuchu familia imepigwa kiberiti. Yes, Zuchu na Diamond Platnumz wana mgogoro ambao ni mgogoro wa ndani wa kifamilia. Ambao migogoro ipo. Oscar, sisi wenyewe tunagombana ndani na wake zetu na kila kitu, lakini kuna mistake imetokea, jambo hili limeenda kwenye mitandao ya kijamii. Mgogoro huu kiuhalisia mimi nikiuangalia na uona ni mgogoro ambao unatatulika. Mambo yanamalizika haya. Kwa sababu ukiangalia, mimi nimemsikiliza Diamond Platnumz, nimemsikiliza Zuchu. Ukiangalia vitu ambavyo vinasababisha wanagogorana ni vitu ambavyo vinatatulika. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ni swala la sisi kama wanafamilia kuingia katikati, kuzuia mgogoro huu usibadilike kuwa chanzo cha wao kuweza kutengana na kuachana, ambapo kiuhalisia Zuchu ni mjamzito. Nadhani ana siku chache sana kabla ya kujifungua mtoto. Naam, hebu tuweke vizuri. Umesema Zuchu ni mjamzito? Zuchu ni mjamzito na hana siku nyingi atakuwa amejifungua mtoto. Ambao ni mtoto wa Diamond Platnumz. Sasa hamwezi kushadadia watu ambao wanaenda kupokea kiumbe kipya ambacho kinaunganisha familia zao waachane. Kwa tutaingia kati na tutaona namna ya kuweza kufanya haya mambo yaishe kwa usalama. Lakini kumbuka, Diamond Platnumz na Zuchu wanafanya biashara pia ya muziki. Ndio. Ambao utengano huu hatuna uhakika kama hautaathiri biashara yao ya muziki pia. Okay. Kwa lazima tuzuie ili kuhakikisha jambo hili linaisha bila wao kutengana, bila kuachana, kwa sababu kila nikiwasikiliza naona wote ni watu ambao wanapendana sana. Lakini kuna jambo lingine linahusisha wivu, kuna jambo lingine linahusisha kauli, kuna jambo lingine linahusisha familia. Kwa ni jambo ambalo tukikaa kwa pamoja tunaweza tukalimaliza likaisha. Lisipoisha pia nimechunguza kati ya Diamond na Zuchu. Kwa mfano wakiachana leo, kwa uchunguzi wangu niliofanya, hakuna kati yao hata mmoja ambaye atakufa. Nimeona kama yani kama wakiachana leo, Zuchu na Diamond wakiachana, nimemwangalia Zuchu, nimeona hakuna hata mmoja kati yao ambaye atakufa kama wakiachana. Kwa kama ikitokea wameachana, na hisi kama maisha yataendelea kama kawaida, lakini hatutaki hilo na tunaingia kati kuzuia na kupambana na huyo shetani ambaye yuko katikati, ili mambo yaishe kwa usalama na maisha yaendelee kwa amani wale mtoto wao. Wewe kama mtoto mkubwa wa Zuchu na Diamond, huwa inakuweka kwenye hali gani ukiona wazazi wako wana mgogoro hapo katikati? Unajua kiuhalisia ni nataka ni declare interest. Katika maisha yangu mimi Diamond Platnumz ameplay part kubwa sana kunisaidia katika maisha. Kwa hiyo ni ngumu kusema kwamba wakigombana wakaachana Diamond na Zuchu mimi nitaenda na Zuchu. Naweza nikajisemelesha, lakini kiuhalisia lazima ubakie na mtu aliyekusaidia. Zuchu hana shida na mimi, ni mtu ananisupport kwenye vitu vyangu, lakini Diamond amewekeza nguvu kwenye maisha yangu, amebadilisha maisha yangu. Kwa hiyo na naona furaha ya Diamond Platnumz ni kuwa na Zuchu. Kwa ndio maana napigania waendelee kuwa pamoja ili aendelee kuwa na furaha. Unaona kuna dalili unaona kuna dalili za ili jambo kumalizika na watu wakarudi pale walipokuwa? Kwa sababu wanapendana, tafsiri yake mapenzi huwa yanaweza kuvunja kila kitu. Kwa hiyo naamini kwamba kuna uwezekano wakarudi kwenye nafasi zao, na Diamond akalea mtoto wake kama baba, na Zuchu akalea mtoto wake kama mama katika nyumba moja, kwa sababu wanapendana. Sawa. Nimekuambia kwamba kinachosababisha wagombane sio kwamba hawapendani, ila kuna vitu vimeingia katikati. Moja ni wivu, lakini mbili ni kauli, lakini tatu ni familia. Wivu wa nani? Mambo ambayo yanazungumzika. Wivu wa nani? Yanazungumzikaje sasa? Yanazungumzika
kwa kuongea na familia, kuambia jamani, sasa hawa ni mke na mme, wapewe nafasi waishi kama mke na mme, mwendelea vizuri. Lakini pili, kuangalia tabia za ndugu yangu, hasa ndugu yangu Diamond Platnumz. Naona kwenye hili ndio kimeo kwenye hili kwa kweli kuna swala la tabia. Unaona tatizo ni tabia za Diamond. Kuna baadhi ya vitu ambavyo tabia ambazo zinaendana na muziki wake, zinaendana na biashara yake, ndio zinakinzana na matakwa ya mke wake. Sasa ni jambo linalozungumzika kuhusiana na kauli hii. Ni upande wa Zuchu. Kuna kauli ukizitoa ukamwambia mme wako, hata kama hamna mtu mwingine nje, mko wawili tu, ukimwambia kauli inabakia kichwani kwa mwanaume kwamba aha, kumbe ndo plani yako. Sasa hii huwa inasababisha kuna baadhi ya vitu mwanaume anarudi hatua 2 au 3 nyuma, kwamba kwa kauli ile hii siwezi kufanya, kwa kauli ile hapo sikubali. Kwa hiyo mnaanza kuingia kwenye ushindani ambao haufai.